Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, tupo katika mwendelezo wa nyota zetu, kuzitoa tafsiri ya nyota, tafsiri ya ndoto. Nasema nyota, tafsiri ya ndoto. Unavoota, halafu ukishaota basi ujue kwamba kile ambacho umekiota kina tafsiri hii. Ukiota jambo, basi utambue kwamba hilo jambo lina tafsiri yake. Kile unachokiota kina tafsiri yake. Sasa tutatoa tena njozi 10 au ndoto 10 ambazo mtu akiota basi tafsiri yake itakuwa hiyo ambayo tutakayoieleza inshallah kwa idhini yake Mwenyezi Mungu na kudra zake. Ndoto ya kwanza kabisa, ukiota unafukuzwa na nyoka. Ukiota unafukuzwa na nyoka, tambua ya kwamba ni jini aliyekuingia ila hajakaa vizuri mwilini mwako, au jini afritu ambaye ni jini mbaya anakuandama. Ukiota unafukuzwa na nyoka, tambua kwamba ni jini aliyekuingia lakini hajakaa vizuri mwilini mwako, ni jini afriti ambaye ni jini mbaya anakuandama. Hiyo ndio tafsiri yake, ukiota unafukuzwa na nyoka. Ukiota una nyoka shingoni, yani kwenye shingo yako kuna nyoka, lakini ukafanikiwa kumtoa halafu ukamkatakata. Ukaota una nyoka shingoni, umefanikiwa kumtoa halafu ukamkatakata, basi tambua kwamba kuna jambo utalipata la kimafanikio. Kuna jambo utalipata la kimafanikio, maana yake umewashinda maadui zako. Umewashinda maadui zako. Lakini vile vile kama kuna migogoro, kwa mfano kuna sehemu kuna mgogoro, basi ule mgogoro utapata suluhu. Ule mgogoro utapata suluhu kutokana na kuota namna hiyo. Na ndozi ya tatu, kuota nyoka mara kwa mara. Mtu anaota mara kwa mara nyoka, mara kwa mara anaota nyoka, na ndo njozi zake nyingi ni za nyoka. Basi una jini mahaba anakuandama mwilini mwako. Una jini mahaba anakuandama mwilini mwako. Lakini vile vile inasemwa kuota njozi za nyoka mara kwa mara, basi una sihiri mwilini, yani kwamba wewe una uchawi kwenye mwili wako. Manake njozi za nyoka mara nyingi nazo huwa ni maswala ya kichawi. Tena nyoka mweusi ndio mara nyingi sana anakuwa anatafsirika ni maswala ya kichawi. Kwa hiyo hii ni njozi ya tatu, kuota nyoka mara kwa mara. Tafsiri zake ni hizo. Lakini ukiota umetumbukizwa kwenye kisima, umeota umetumbukizwa kwenye kisima, wanasema tafsiri yake, ndugu zako wanataka kukutendea uadui, lakini kwa uwezo wa Allah hawatafanikiwa. Ukiota umetumbukizwa kwenye kisima, ndugu wanataka kukufanyia uadui, lakini hawatoweza kufanikiwa kukufanyia uadui. Yani umetumbukizwa kwenye kisima, alafu upo hai pale, upo vizuri kabisa, hujapata athari yote, basi ndugu wanataka kukufanyia uadui, lakini hawatoweza kufanikiwa kukufanyia huo uadui. Hiyo ni njozi ya 4. Njozi ya 5, ukiota ndege amekudondoshea jiwe kichwani. Ukiota ndege amekudondoshea jiwe kichwani, tafsiri yake unaonywa kwa unayoyafanya yanavuka mipaka, utaangamia. Unaonywa kwa yale ambayo unayafanya. Kuna majambo unayafanya umevuka mipaka, umepetuka mipaka, basi utaangamia. Unachoambiwa pale kwamba uyawache yale ambayo unayafanya. Kwa hiyo mwenyewe ukishaamka utafikiria kwamba kitu gani ambacho unakifanya chenye makosa, basi ukiache kile kitu, kwa sababu mbeleni huko utakuja kuangamia. Ukiota ndege anakuambia kitu, ukiota ndege hivi alafu anakuambia kitu yule ndege, basi habari anayokuambia ni ya kweli na ifanyie kazi. Ukiota ndege anakuambia kitu, habari ile anayokuambia yule ndege ni ya kweli, alafu uifanyie kazi. Hiyo ni njozi ya 6. Njozi ya 7, ukiota unaambiwa kiyama watu wengi wanakwenda usipopajua. Ukiota unaambiwa kwamba leo ni siku ya kiyama,
au jamani kiama, afu watu wengi wanakwenda usipopajua, yani watu wanakimbia kimbia, watu wanavurugana vurugana, basi unapewa onyo, kuna jambo linalomchukiza Mwenyezi Mungu unalifanya, acha. Ukiota hivyo unaambiwa kiama, afu watu wanaenda usipopajua, yani watu wanavurugana vurugana, basi hapo ni onyo hilo unapewa, kwamba kuna jambo linalomchukiza Mwenyezi Mungu unalifanya, liache, usilifanye tena hilo jambo linamchukiza Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo utatafuta jambo gani ambalo linamchukiza Mwenyezi Mungu, utaliacha inshallah. Jozi ya 7. Ya 8, ukiota kitu chenye ncha kali. Ukiota kitu chenye ncha kali, kiwembe, kisu, sindano na vitu vyote vyenye ncha kali, basi tambua ya kwamba tafsiri yake ni habari mbaya za kifo au kifungo au ugonjwa au kufukuzwa kazi au kuibiwa au kutapeliwa au moto. Ukiota kitu chenye ncha kali, kisu, umekiona, sindano na vitu vingine vyenye ncha kali, basi utapata habari mbaya za kifo au utapata habari mbaya za kufungwa mtu, au utapata habari mbaya za ugonjwa, au utapata habari mbaya za mtu kufukuzwa kazi, au utapata habari mbaya za kuibiwa, au utapata habari mbaya za kutapeliwa, au utapata habari mbaya za janga la moto, ukiota kitu chenye ncha kali. Lakini ya mwisho, ukiota kitu chochote cheupe chenye kung'aa. Ukiota kitu chochote cheupe chenye kung'aa, basi fahamu ya kwamba utapata jambo zuri. Ukiota kitu chochote cheupe afu kinang'aa, fahamu ya kwamba utapata jambo zuri, kuna jambo zuri ambalo linaweza likakujia. Ukiota ndoto hiyo, fahamu ya kwamba kuna jambo zuri ambalo linaweza kukujia. Inshallah turidhike na hizi njozi tulizozipata, tutakuwa tunapeana njozi nyingine mbeleni huko inshallah. Wallahu wa rasuluhu alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi